Salamu kwa wote popote pale mnapotazama na kusikiliza sauti hii. Hii ni sauti ya Hamisi Mizigo, mwanafunzi wa mzaliwa wa pili Zulula 100, ambaye ndiye mwalimu pekee wa kweli kwenye nyakati tunazoishi. Ndugu zangu, ninamshukuru Loba, muumba pekee wa kweli, asielezeka, aliye nje ya kila ukweli na hata zaidi ya uwepo usiokuwepo. Kupitia neno lake ameruhusu kwamba tena niko mbele yenu kwa siku ya leo, ndugu zangu, kwa ajili ya kuendelea kuleta mafundisho ambayo tunayapokea kutoka kwa mzaliwa wa pili Zulula 100 kila wakati. Mimi kama chombo tu natumika ili kuja kuleta tena mafundisho haya kwa ajili yako ndugu yangu, ambaye bado ungali katika uongo wa dini, ungali katika mkanganyiko. Unaposikia haya, basi chukua hatua ya kuchunguza na kuuliza maswali ili yakuvushe uweze kufahamu ukweli, uwe huru. Lakini pia kwa ndugu yangu ambaye tayari upo katika njia hii ya utakaso, upo katika kweli hii, basi haya yanatuhimiza na kutukumbusha jinsi tunavyopaswa kuenenda na kubaki imara katika njia yetu hii ya utakaso. Ndugu zangu, mafundisho yetu ya siku ya leo yatatoka katika Karata DMC. Karata DMC ni kitabu cha maajabu. Hii ni upande ambao umefichika wa Biblia Karata Mbale. Karata DMC inafunua ndani zaidi wa mambo. Kuna vitabu mbalimbali ambavyo ni maandiko ya asili, ukweli wa asili ule ambao ulifichwa kwa karne nyingi, ambao dini mbalimbali zilinakili zikabadilisha na kuweka uongo ndani yake, mikanganyiko ya kutosha kabisa, bali kila jambo lina wakati wake, na huu ni wakati wa urejesho. Ukweli wa asili unarejeshwa, na ni mzaliwa wa pili Zulula 100 ambaye anarejesha ukweli huu asili. Ni yeye ambaye ni chanzo pekee cha ukweli halisi kwa nyakati tunazoishi. Unaweza ukaagiza vitabu mbalimbali kupitia tovuti ya lezedisiozulula.com. Popote ulipo duniani vinakufikia ukiagiza. Na kwa siku ya leo ndugu zangu, tutapata mafundisho kutoka Karata DMC kama nilivyotangulia kusema, na ujumbe wetu wa siku ya leo utatoka kwa patriarki moja ambaye anaitwa Lucky Sabe, ambaye pia dini mbalimbali zilibadilisha historia yake, jina lake na utambulisho wake kwa ujumla. Lakini mhusika huyu katika utambulisho wake wa kweli anaitwa Lucky Sabe, ambaye dini zilisema kwamba ni Yohana Mbatizaji, Yohana, John na majina mengine, lakini jina lake la kweli mhusika huyu ni Lucky Sabe, na utambulisho wake wa kweli kabisa ni mtu mweusi, kwa sababu mitume, manabii wa kweli, Kristo wa kweli, wote ni watu wa jamii nyeusi, na sio baguzi, bali ni ukweli ambao ulifichwa, lakini sasa unawekwa wazi, na kila kitu kinapaswa kubaki nafasi yake tu, alafu maisha yaendelee. Ujumbe wetu wa siku ya leo ni mtu awaye yoyote asiwadanganye. Mtu awaye yoyote asiwadanganye ndiyo ujumbe wa somo letu la siku ya leo. Ni katika Karata DMC Lucky Sabe sura yake ya kwanza. Tutaanzia mstari wa 45 na kuendelea kadiri neno litakavyo tuongoza. Na katika mstari wa 45 Lucky Sabe anaanza kwa kusema, watoto wadogo mkato, mtu asiwadanganye. Yeye anayetenda haki kulingana na neno ni mwadilifu mkato, kwa sababu Tete ndiye mwanzilishi wa yote yaliyo ya haki. Nukta. Lucky Sabe tunaona anaanza kwa kusema watoto wadogo. Swali ni je, anaposema watoto wadogo, hii inamaanisha alikuwa anazungumza na watoto wadogo kwa maana ya umri wao kulingana na hali inayoonekana? Hapana. Lucky Sabe anaita watoto wadogo kwa sababu alikuwa anazungumza na wasioanzishwa, walioneemiwa wa wakati wake, na hivyo anazungumza na mimi na wewe, kaka yangu na dada yangu, ambaye unasikia ujumbe huu pia, kwa sababu ni wasioanzishwa, walioneemiwa, ambao tayari wamesikia mafundisho ya kweli,
wamekubali kuishi chini ya ukweli wenyewe. Ndipo anatoa angalizo kwamba mtu yoyote asiwadanganye, kwa sababu kuna elimu mbalimbali ambazo zipo zinazotokana na dini mbalimbali zilizopo katika hali inayoonekana. Ndugu zangu, dini ambazo kimsingi zimejaa uongo, zimejaa mikanganyiko na udanganyifu mkubwa, kwa sababu msingi wa yote yanayohubiriwa na kufundishwa katika dini zote sio kweli halisi, bali ni uongo. Ndio maana Lucky Sabe alikuwa anatoa angalizo hili kwa wasioanzishwa, walioneemiwa, wale ambao bado wangali katika hatua za mwanzo kiimani, wale ambao bado hawajafikia ukomavu kamili wa kiroho. Anawapa tahadhari kwamba wawe na angalisho, kwa sababu mafundisho ya uongo yapo. Kuna wale wanaojiita mitume, walimu, manabii na majina mengine wanaojiita, ambao wanahubiri na kueneza uongo kila mahali. Lucky Sabe anazungumza na mimi na wewe ambao tumepokea ukweli huu, tumekuwa na ufahamu wa ukweli huu na tumekubali kuishi tukiongozwa na ukweli huu. Anataka tuwe makini, kaka yangu na dada yangu, mtu awaye yoyote asikudanganye, kwa sababu ukweli ni mmoja tu. Tuwe na ufahamu wa jambo hili, hakuna kweli mbili, kweli ni mmoja tu. Kwa hiyo yoyote ambaye atazungumza kwamba ana maarifa, ana ufahamu, anaweza kueleza mambo ya kiroho, awe anatoka katika dini yoyote au katika imani nyingine yoyote tofauti na imani hili ambalo limeletwa na mzaliwa wa pili Zulu la 100, mtu huyo ni mdanganyifu. Mtu huyo hasemi ukweli, kwa sababu msingi wa yale anayozungumza hautokani na ukweli. Kwa hiyo tuwe na ufahamu huo, ndugu zangu, kaka zangu na dada zangu. Lakini pia Lucky Sabe katika mstari huu amemaliza kwamba kwa sababu Tete ndiye mwanzilishi wa yote yaliyo ya haki, akiwa anamaanisha kwamba ikiwa tunaona mambo mabaya, maovu, vifo na matatizo mbalimbali ambayo watu tunayaona katika hali inayoonekana na kuyaishi kwa baadhi, hayatokani na Tete, hayatokani na muumba wa kweli Loba. Tofauti na dini mbalimbali zinavyohubiri, watu wanafunzwa na kuaminishwa kwamba ikiwa wanapitia matatizo, magonjwa, mateso na tabu mbalimbali, ni Mungu wao ambaye anawatendea hayo yote. Lakini ikiwa ni miungu yao katika hizo dini ni sawa, kwa sababu miungu wanayoiabudu katika dini zote katika ulimwengu huu ni demoni, ni mapepo. Ndio watu wanaabudu wakidanganywa na kuzubaishwa kwamba ni muumba wa kweli. Hapana, muumba wa kweli ambaye ni Loba Tete hausiani na uovu au matatizo katika maisha ya watu. Tuwe na ufahamu wa jambo hili, na mtu yoyote asitudanganye kwa kuleta fundisho ambalo halitokani na mzaliwa wa pili Zulu la 100, halitokani na ukweli huu. Katika mstari wa 46, yeye atendaye dhambi ni wa Shetani, kwa maana Shetani alitenda dhambi baada ya kuanzishwa kwake katika nafasi yake kama kerubi mpakwa mafuta. Lucky Sabe hapa anasema kwamba mtu anayetenda dhambi ni wa Shetani, kwa sababu Shetani alitenda dhambi baada ya kuanzishwa kwake katika nafasi yake kama kerubi mpakwa mafuta. Maana yake nini? Ukweli unatufunulia na kututaka tuelewe kwamba huyu anaitwa Shetani, Mudima Bobe kwa lugha ya asili, ambaye ni roho mbaya, kabla ya kuwa Shetani, yeye alikuwa ni kerubi mpakwa mafuta. Alikuwa ni mkamilifu kwa nafasi yake, lakini alitenda dhambi baada ya kutokukubaliana na nafasi yake. Alipofunuliwa kuhusiana na roho zingine ambazo ziliumbwa kabla yake, ambazo zina uwezo wa juu zaidi,
zina nguvu na utukufu wa juu zaidi, lakini alipofunuliwa kuhusiana na wale walioko chini yake pia, yeye kama kerubi mpaka mafuta, kwa nafasi yake alitenda dhambi kwa sababu ya kuto kutii au kuheshimu utaratibu ambao uliwekwa. Ni tofauti na ambavyo dini mbalimbali zinahubiri na kufundisha kuhusiana na mhusika huyu wanayemuita Shetani, ambaye jina lake la asili ni Mudima Bobe, yani roho mbaya. Wao wanasema na kuhubiri katika dini mbalimbali kwamba Shetani yeye ni muovu na alikuwa ni muovu tangu mwanzo, kwa sababu ndani ya Biblia za kisasa kuna huyo Kristo wa uongo ambaye watamuita Yesu ni Kristo wa uongo, kwa sababu Kristo wa kweli Jokisabe ni mweusi. Huyo wao wataita Yesu ni Kristo wa uongo. Alizungumza katika Biblia za kisasa, akizungumza na wale Wayahudi wa uongo pia, akisema nyinyi mnataka kuniua kwa sababu mnataka kutimiza tamaa za baba yenu Ibilisi Shetani, kwa sababu yeye ni muuaji tangu mwanzo, wala hajawahi kuwa katika kweli. Hivi ndivyo huyu anayejiita Yesu au watakayemwita Yesu anavyozungumza katika Biblia za kisasa, kuonyesha kwamba huyo ni Kristo wa uongo, kwa sababu Kristo wa kweli hawezi kusema kwamba Shetani yeye alikuwa ni muovu tangu mwanzo, maana inaeleweka na inajulikana kwamba kabla hajawa Shetani Mudima Bobe roho mbaya, alikuwa ni kerubi mpakwa mafuta, yani alikuwa ni mkamilifu. Hivyo Kristo wa kweli Jokisabe alifunua na kutueleza haya, na Lakisabe akapenya fundisho hili, akanazungumza na ndugu zake, kaka, dada walioamini, walio katika kweli, akiwaita watoto wadogo, pamoja na mimi na wewe kaka yangu na dada yangu ambaye unasikiliza kwa wakati huu. Tuwe na ufahamu kwamba Shetani anaitwa Shetani kwa sababu ya dhambi. Yani ni dhambi ilimfanya kwamba au Shetani kutokutii kulimpelekea akatenda dhambi, na tunajua dhambi kwa wale wanaofungamana na kutenda dhambi moja kwa moja wanaingia katika kifo cha kiroho, kwa sababu dhambi inatokana na kutokutii. Kutokutii nini? Kutokutii sheria, utaratibu ambao uliwekwa tangu awali. Ni sawa na mtoto, unajipata katika familia, unaishi vizuri, unakula vizuri, unavaa vizuri na kulala mahali pazuri, lakini kutokana na hivyo unajiona kwamba wewe ni bora sana, na ni kweli kwa nafasi yako wewe ni bora. Lakini unapopata ufahamu kwamba kuna kaka zako ambao walizaliwa kabla yako na wapo katika ubora zaidi yako, ni wakubwa kuliko wewe, unakataa kukubaliana na hilo na unataka uwe zaidi ya wale kaka zako au uwe kama wale kaka zako, tayari maana yake umeshindwa kuheshimu haki ya mzaliwa wa kwanza, na hivyo umeshindwa kuheshimu utaratibu ambao wewe umezaliwa na umeukuta. Hiyo inakufanya uanze chuki, uanze hila kwa ndugu zako, na moja kwa moja inakupelekea uwe mbaya badala ya uzuri ambao ulikuwa nao hapo awali. Ndicho kilichotokea kwa Shetani. Kabla hajawa Shetani, yeye alikuwa ni mkamilifu, alikuwa ni kerubi mpakwa mafuta, na ndiyo ambayo Lakisabe hapa anatupa ufahamu. Tuelewe mambo haya kulingana na ukweli, sivyo ambavyo dini zinahubiri na kufundisha kwamba alikuwa ni muovu tangu mwanzo, hajawahi kuwa katika ukweli. Huo ni uongo, na jambo baya zaidi ni kwamba anayezungumza huo uongo ndani ya vitabu vya dini ni huyo ambaye watamuita kwamba ni Yesu Kristo wa uongo. Watu wanamwamini kwamba ndiye mkombozi, ndiye wa kuwaongoza katika uzima, lakini yeye mwenyewe anazungumza uongo ndani ya vitabu vya hizo dini. Ni mambo mengi ambayo yanaonyesha kweli kweli kwamba huyu anayemwita Yesu ni Kristo wa uongo na hajawahi kuwepo, bali ni jina tu ambalo liliundwa likapachikwa katika historia ya Kristo wa kweli ambaye ni Jokisabe, mtu mweusi. Tuwe na ufahamu wa mambo haya ndugu zangu. Katika mstari wa 47 Lakisabe anaendelea kusema, Jokisabe mkubwa wa wawili
alionekana katika wakati wake wa kuonekana pia, ili kufichua kwa kina kazi za shetani mlima bobe, katika mabano roho mbaya. Maana yake nini? Kuna unabii ambao ulikuwepo kuhusiana na wawili ambao walidhihirika kabla ya uwepo usiokuwepo, yaani mzaliwa wa kwanza na mzaliwa wa pili, Jokisabe, Kristo wa kweli mweusi, pamoja na mzaliwa wa pili ambaye ni Zululasa, mwalimu pekee ambaye tuko naye kwa wakati huu, mweusi. Ni unabii kwamba kila mmoja kwa wakati wake alitakiwa kujidhihirisha katika hali inayoonekana, na hapa Lakisabe alikuwa anazungumza kuhusiana na Jokisabe, mkubwa wa wawili ambaye ni mzaliwa wa kwanza. Alijidhihirisha kwa wakati wake katika hali inayoonekana kwa lengo kuja kufichua kwa kina kazi za shetani mlima bobe roho mbaya, yaani kuja kuleta fundisho la kweli kwa wale wa hali inayoonekana, kuwafunulia ukweli wale wa hali inayoonekana, ukweli ambao unawaweka huru kutoka katika udanganyifu wa shetani mlima bobe roho mbaya, ukweli unaowapatia ufahamu kuhusiana na utendaji kazi wa ulimwengu wa giza la kichawi, nia na lengo lao. Ndiyo ambayo mzaliwa wa pili Zulula 100 anayafanya kwa wakati huu. Anatufunulia tena, anafichua kwa kina kazi za shetani mlima bobe roho mbaya. Anafichua kwamba dini ambazo zimejaa katika ulimwengu huu zote ni jitihada za shetani mlima bobe roho mbaya, kupotosha ulimwengu, kupotosha mtu wa asili kwanza, mtu mweusi, na kisha dunia kwa ujumla. Dini ambazo zipo zilizojaa uongo na mikanganyiko mbalimbali ni jitihada zake shetani mlima bobe roho mbaya. Hizo ni kazi zake mojawapo ambazo mzaliwa wa pili Zulula 100 anatufunulia na kutupatia ufahamu. Mzaliwa wa pili Zulula 100 ndiye ambaye ametufunulia demonolojia pia, kitabu hiki Kalata Jokwa Miango Mamidima Bobe, sayansi iliyokatazwa ya mademon, kitabu kinachofunua siri za ulimwengu wa giza la kichawi, namna wanavyotenda kazi, majina yao, asili ya kila demon. Lakisabe hapa anasema mkubwa wa wawili Jokisabe alijidhihirisha kwa wakati wake ili kuja kufichua kwa kina siri za au kazi za shetani mlima bobe roho mbaya na ulimwengu wa giza la kichawi kwa ujumla. Udanganyifu ukaingia, tukafichwa na kupotoshwa, lakini Muledi mzaliwa wa pili yupo, anarejesha tena ukweli halisi wa mambo, na hivyo tunaendelea kufahamu ukweli unaotuweka huru. Hiyo inatupa nguvu ya kushinda hila mbalimbali za ulimwengu wa giza la kichawi na kubaki imara katika kukimbilia kuelekea kusudi la kuwepo kwetu katika hali hii inayoonekana. Ndugu zangu, katika mstari wa 48 Lakisabe anaendelea kusema, yoyote anayetakaswa kwa nguvu ya neno la tete hatendi na hakai katika dhambi mkato, kwa sababu mbegu kama neno la tete hukaa ndani yake mkato, na hawezi kutenda dhambi mkato, kwa sababu ametakaswa kwa nguvu ya neno la tete. Na huo ndio ukweli, ndugu zangu. Yoyote ambaye amekubali ukweli huu, amekubali kuishi chini ya fundisho la kweli ambalo ni Muledi mzaliwa wa pili anayelitoa, yoyote ambaye anakubali kutakaswa na neno, yoyote ambaye amekubali neno limuoshe, hatendi dhambi wala hakai katika dhambi. Kwa nini? Kwa sababu ametakaswa na nguvu ya neno la loba, kwa sababu ni neno ndilo ambalo linatakasa mtu, sio maji kama ambavyo dini zinafanya kubatiza watu wetu. Kunawalazimisha watu kwenye maji na watoa, wengine wanamwagia maji kwenye kichwa eti kwamba ndio wanamtakasa. Ni neno la kweli, ni ukweli halisi kupitia mafundisho ya kweli ambayo hayana uongo, hayana mkanganyiko, hayana hila ndani yake. Ukweli ndio unaomtakasa mtu, unamtenga na asili mbaya, unambadilisha kutoka katika utu ule wa kale na kumfanya kuwa mtu mpya, mtu ambaye anatakaswa na neno la kweli, mtu ambaye anaishi chini ya uongozi wa sheria za neno kikamilifu,
Atendi dhambi sio mtu anayejihusisha na uzinifu, sio mtu anayejihusisha na usagaji, sio mtu anayejihusisha na mambo ya wanaume kwa wanaume, sio mtu anayejihusisha na uongo, dhuluma na mabaya mengine yote, kwa sababu ametakaswa na nguvu ya neno la Mungu. Nini kinampa nguvu? Lucky Sabe amesema kwamba kwa sababu mbegu kama neno la Loba inakaa ndani ya mtu huyo. Ni ukweli ambao unamtakasa mtu, ndugu zangu. Mafundisho yanayotolewa katika dini mbalimbali tunajua ni mafundisho yanayofariji watu na kuwazubaisha watu waendelee kukubaliana na dhambi na kubaki katika maisha yao mabaya, wakifarijiwa kwamba hakuna aliye mkamilifu katika dunia, wote ni watenda dhambi, na wakati huo wote tena wanaambiwa kwamba wawe tayari, Yesu atakuja kuwanyakua. Yesu ambaye watu wanafundishwa hajawahi kuwepo, ni Kristo wa uongo aliyeundwa tu. Kristo wa kweli ni Joki Sabe, mzaliwa wa kwanza. Tunarejeshewa ukweli huu na mzaliwa wa pili Zulula 100 ambaye kwa wakati huu yupo. Watu wanafikiri ni mzaa mambo haya tunapozungumza, ndugu zangu, lakini ni ukweli, kwa sababu hata wakati wa Kristo wa kweli Joki Sabe, watu walichukulia rahisi na kupuuza uwepo wake. Elimu na mafundisho aliyokuwa anayatoa kuna waliopuuza, lakini baada ya kutoweka kwake watu wakasema kumbe ilikuwa ni kweli. Ndivyo itakavyotendeka pia wakati huu, ndugu zangu, kwa muda ambao watu hujui. Mzaliwa wa pili yupo, anasafiri nchi mbalimbali. Alikuwa Tanzania, anaenda Canada, Cameroon, Ufaransa, USA na nchi zingine. Anasafiri, anaenda kukutana na watu wanaopenda ukweli, anawapatia ukweli ili wawe huru. Ni ukweli unaotakasa mtu, sio maigizo na mzaa unaofanyika kwenye hizo dini. Ndugu zangu, tuwe na ufahamu. Mtu awaye yoyote asikudanganye, kaka yangu na dada yangu. Mtu awaye yoyote asitudanganye, kwa sababu yote ambayo tutayasikia kwa wale watakaojiita kwamba ni walimu na wengineo, ikiwa hayatokani na neno lake Loba, ikiwa hayatokani na mzaliwa wa pili Zulula 100 ambaye ndio chanzo pekee cha ukweli, ni waongo, ni wadanganyifu. Wasitudanganye, tubaki imara na kufungamana na ukweli. Neno liendelee kutuosha na kutusafisha, tufikie utakaso, hatimaye tuweze kurithi thawabu kuu ambao ni longe la bwindea, yani uzima wa milele. Katika mstari wa 49 Lucky Sabe anaendelea kusema, ni hapo ndipo wanajitambulisha wale wanaotokana na mbegu ambayo ni nguvu ya neno la Loba tete, na watoto kwenye mabano wazungu na damu mchanganyiko wa metisi, waliotokana na mahusiano yasiyo ya asili. Lucky Sabe katika mstari huu wa 49 anasema, ni katika mwenendo mzuri, ni katika matendo mema, hapo ndipo wanajitambulisha wale wanaotokana na mbegu ambayo ni nguvu ya neno la Loba. Mtu aliye katika ukweli, mtu aliye katika neno la kweli, anajitambulisha kwa mwenendo, kwa matendo yake. Ni mtu ambaye hajihusishi na uovu kwa hiari, ni mtu ambaye hajihusishi na mambo ambayo ni mabaya kwa hiari. Lakini pia katika mwisho wa mstari huu Lucky Sabe amegusia kwamba watoto na katika mabano wazungu na damu mchanganyiko metisi, waliotokana na mahusiano yasiyo ya asili. Namna gani? Hapa kuna siri kuhusiana na ujio wa wazungu na damu mchanganyiko, yani rangi zingine zote tofauti na rangi nyeusi katika hali inayoonekana. Walitokana na mahusiano yasiyo ya asili, yani wao walizaliwa, hawakuumbwa. Mtu wa kwanza aliyeumbwa katika hali inayoonekana ni mweusi, ni Muto, na mke wake mwanamke mweusi wa kwanza Muto. Kwa maelfu ya miaka katika hali inayoonekana waliishi mwanaume na mwanamke wa weusi, walizaa watoto wao weusi kwa maelfu ya miaka. Dunia ilikaliwa na watu weusi, kwa sababu kwa haki dunia hii yote ni urithi wa mtu mweusi, mtu wa asili Loba. Watu wanaposikia mambo haya wanadhani kwamba ni ubaguzi, lakini ni ukweli.
Ndio maana Lucky Sabe anazungumza kwamba pia kuna watoto ambao kwenye mabano wameweka wazungu na damu mchanganyiko, wanatokana na mahusiano yasiyo asili, ambao pia wakikubali neno linawatakasa pia. Ndio maana kuna ndugu zetu wapo katika ukweli, wapo kaka na dada katika ukweli wa rangi nyingine tofauti na sisi weusi, wako wazungu na damu mchanganyiko, wamekubali ukweli. Mwenendo wao, tabia zao, matendo yao hayawezi kuwa sawasawa na wazungu na damu mchanganyiko ambao wapo nje ya ukweli huu, kwa sababu ni katika ukweli ndipo mtu anabadilika asili yake mbaya na kuwa mtu mzuri. Kwa hiyo katika mwenendo na matendo mema, hapo ndipo wanajitambulisha wale wanaotokana na mbegu ambayo ni nguvu ya neno la toba. Ni neno ambalo linatakasa na kumbadilisha mtu, sio vinginevyo, sio damu ya Yesu kama mtakavyosema, maigizo na mizaha isiyo na maana. Mko hapo mnaita damu iwatakase, damu ya Yesu iwatakase. Damu ipi sasa? Kwa sababu imeandikwa ndani ya Biblia zenu na vitabu vya dini kwamba damu, maji havitaurithi uzima wa milele. Haviko, havipatikani hivyo katika mbingu, katika ulimwengu wa kiroho havipo hivyo. Na nyinyi mnasema kwamba Yesu yuko mbinguni kwa Baba yake ambaye ni Mungu wenu, tena mnasema, yaani katika ulimwengu wa kiroho ambako imeandikwa ndani ya Biblia kwamba hakuna damu, hakuna nyama, hakuna maji. Lakini nyinyi mko hapo mnaita damu kutoka huko mbinguni aliko, damu yake ishuke imwagike watakase nyinyi. Sasa damu ipi tena? Watu wanazubaishwa, wanaongozwa kuongea mambo ambayo hayana maana kwa kukosa maarifa na ufahamu wa mambo ya kiroho. Ndugu zangu, mnazubaishwa katika hizo dini. Dini ni uongo tu, dini ni udanganyifu, dini ni biashara. Dini zipo hapo kuzubaisha watu na kuwafanya watu wafariki kifo cha kiroho. Ndugu zangu, dini ni jitihada za shetani uliobeba roho mbaya kupumbaza watu na kuwafanya watu wajitenge na ukweli. Ukweli ndio huo ambao mnausikia kila wakati. Tokeni katika kila aina ya dini, amkeni katika huo usingizi ambao bado mmelala, baadhi ya ndugu zetu weusi. Tokeni katika hizo dini, ukweli uko hapa. Maandiko ya asili, maandiko ya kweli yote yamerejea. Chunguza haya mafundisho, uliza swali ikiwa hujaelewa, ili uweze kuelewa, uvuke na uwe huru. Katika mstari wa 50 ambao ni mstari wetu wa mwisho kwa siku ya leo, Lucky Sabe anamaliza kwa kusema, yeyote katika mabano miongoni mwa watu asiyetenda haki itokanayo na ukweli kulingana na neno la tete mkato, wala yeyote asiyempenda kaka au dada yake anayenenda kulingana na neno. Nukta. Maana yake nini? Kuna watu ambao wanajiita kwamba wao ni watenda haki, wanatoa haki, wapigania haki katika hali inayoonekana. Lakini ndugu zangu, tuelewe kwamba haki ya kweli ni haki ambayo ni kulingana na ukweli. Ukweli upi? Ukweli unaotokana na neno la loba. Ikiwa mtu atasema kwamba yeye anafanya haki, haki hiyo haitakiwi kuwa haki kulingana na mazoea ya wanadamu, kulingana na matakwa ya watu, bali ni haki kulingana na ukweli ambao ni neno lake loba tete. Hiyo ndiyo haki. Ili useme unatenda haki, unafanya haki, haki inatakiwa kuwa kulingana na ukweli, ndugu zangu. Ndio maana hata vyombo vya haki kulingana na hali inayoonekana, wale wanaosimamia haki kulingana na hali inayoonekana, wao wanasema wanatenda haki, wanatoa haki. Lakini tukija kuchunguza na kutafakari haki ambazo wanazitoa, ndugu zangu, sio haki kulingana na ukweli. Fikiria mwanaume mwenye akili timamu anaondoka, anaenda kukamata binti mdogo wa umri, anambaka kwa mfano, anamsababishia kifo kwa mfano,
alafu mwanaume huyo anakamatwa, anapelekwa kwa wale wanaoita watoa haki, alafu wanaenda wanamchukua huyo mwanaume, wanampeleka gerezani. Au utafungwa miaka 30, au utafungwa kifungo cha maisha kwenye gereza. Lakini kwenye hilo gereza anacheka na wafungwa wenzake, wanafurahi, wanacheza mpira ndani ya gereza, wanafurahi, anakula chakula, anashiba. Lakini kitendo alichokifanya kimeondoa uhai wa mtu, lakini yeye yuko gerezani, anakula, anafurahi, anacheza na wafungwa wenzake. Unajiuliza, unataka kusema Hamisi, unataka kusema nini sasa? Hiyo sio haki kulingana na ukweli, ndugu zangu. Hiyo sio haki kulingana na ukweli. Kulingana na ukweli, haki ni adhabu ambayo inalingana na kile ambacho muhusika amekifanya. Yaani ikiwa mtu ameua mtu mwingine kwa makusudi, kwa hiari, mtu huyo yeye mwenyewe moja kwa moja amepoteza haki ya kuishi, ndugu zangu. Kwa sababu ili useme yule aliyeuawa amepata haki, yaani maana yake huyu aliyemtendea vile ametendewa na yeye vile. Mwanaume mwenye akili timamu, imethibitika kwa ushahidi kwamba amembaka mtoto, amembaka mwanamke bila hiari ya mwanamke huyo. Haki ni nini? Haki kulingana na ukweli, na yeye anaondolewa hicho kifaa chake anachokitumia kufanya hivyo. Tafsiri yake ni kwamba hatafanya hivyo kwa yule mwanamke tena, na wala kwa mwanamke mwingine yoyote hatafanya hivyo. Hiyo ndio haki. Alafu uone sasa kama kuna watu watajihusisha na mambo haya. Lakini haki zinazotendeka kulingana na hali hii inayoonekana, ndugu zangu, sio haki kulingana na ukweli. Lakini ukweli ndio hapo umerejea. Watu wanafunzwa kujitambua, utu wetu unatoka nje, tunaishi kulingana na ukweli. Tunafunzwa kwa uhakika, kile ambacho wewe haupendi kutendewa usimtendee mtu mwingine. Ndivyo neno ambalo linatutaka sisi tu. Tusidanganywe ndugu zangu. Dini zote ni uongo. Mafundisho yanayotolewa katika dini zote ni uongo. Chochote ambacho utakisikia kwa mtu yoyote anazungumza kwamba ana ufahamu wa mambo ya kiroho, ana ufahamu na maarifa kuhusiana na mambo ya kiroho, ikiwa maarifa yake, ufahamu na elimu anayotoa haitokani na mzaliwa wa pili Zulula 100, asikudanganye mtu huyo. Ni muongo katika kila anachokisema. Narudia tena, ni muongo, na hata yeye anajua kwamba ni muongo, kwa sababu hakuna kweli mbili, kweli ni moja tu. Chukua tu utulivu, sikiliza mafundisho haya, sikiliza na mafundisho yao ikiwa umeyasikia, alafu linganisha. Mahali ambapo umekwama, uliza swali upate majibu, uvuke, uwe huru. Huu ndio kweli pekee, ndugu zangu. Tokeni katika mikanganyiko hizo dini. Mnapoteza muda ambao pengine mngeusikia kusikiliza mafundisho ya kweli. Yanafungua fahamu zenu, yanakupatia nishati hai ya kukufanya ushinde dhambi na kuwa mtu mzuri. Badala yake mnazubaishwa katika hizo dini, mnaendelea kula mafundisho ya uongo ambayo yanaendelea kuwafanya mnajifariji na kubaki katika dhambi. Jitihada za shetani ni watu wafie katika hizo dini, wazeeke katika hizo dini, waondoke katika linaonekana bila kujua ukweli, yaani wawe katika giza. Hilo ni jambo ambalo ni baya, ndugu zangu. Amkeni, huu ni ukweli. Ni Lucky Sabe, sura yake ya kwanza mstari wa 45, tumesoma mpaka mstari wa 50, na haya ndiyo ambayo neno limeruhusu tuweze kuyapokea kwa siku ya leo. Ndugu zangu, mimi ni mtu huru, nimeijua kweli, imeniweka huru. Loba anaendelea kujitukuza kila wakati.